Leo nahitaji tusafiri kimawazo. Vuta picha, umefariki. Alafu kama ilivyo kawaida, watu mbalimbali wakahudhuria kwenye msiba wako, na wakachaguliwa watu 5 kusema chochote kuhusiana na maisha yako. Wa kwanza akachaguliwa msemaji wa familia, wa pili akachaguliwa kiongozi wa dini, wa tatu akachaguliwa mwakilishi kutoka eneo lako la kazi, kwa maana kwamba mfanya kazi mwenzio, lakini wa 4 jirani yako, lakini wa 5 ni rafiki yako. Wote wakapewa nafasi ya kuzungumza maneno machache kuhusiana na maisha yako kipindi bado umauti hauja kufika. Unafikiri nini ambacho ungependa kukisikia kutoka kwa msemaji wa familia? Ungependa kusikia nini ambacho msemaji wa familia angesema kuhusiana na wewe? Lakini pia nini ambacho ungependa kukisikia kutoka kwa kiongozi wako wa dini? Ungependa kusikia nini ambacho kiongozi wako wa dini angesema kinachohusiana na maisha yako? Lakini pia nini ambacho ungependa kukisikia kutoka kwa mfanyakazi mwenzio? Ungependa kuzungumzieje? Lakini pia nini ambacho ungependa ukisikia kutoka kwa jirani yako? Ungependa kusikia jirani yako akizungumza nini kuhusiana na wewe? Lakini pia nini ambacho ungependa kusikia kutoka kwa rafiki yako? Ungependa kusikia rafiki yako akikuzungumzia wewe kuwa ni mtu wa namna ipi? Ikiwa kama kuna maisha ambayo ungependa kuyasikia yakisimuliwa siku ukiwa umeondoka katika uso huu wa dunia, kwa nini usiyaishi maisha hayo ambayo ungependa yasimuliwe katika mazishi yako? Kwa nini usipende vile vitu ambavyo ungependa kuvisikia vikisemwa ukiwa umeondoka ukaanza kuviishi leo? Kwa nini usitengeneze sifa ambayo itakutambulisha vyema hata ukiwa umeondoka? Hakika mimi ninatamani, sijui kama na wewe unatamani kuishi maisha ambayo ungependa ikawa stori nzuri au hadithi nzuri masikioni mwa watu hata ukiwa umelala usingizi wa mauti. Mungu atusaidie.